Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Ni mtumishi wa Mungu hapa, Pastor Edwin Urio. Nataka nikuambie nini leo? Nataka nikuambie nafasi ulionayo. Chochote ambacho uko nacho. Nafasi ya kifamilia, kiwango cha mafanikio ulichonacho. Nataka ujue kwamba umefika hapo ulipo ni kwa neema ya Mungu tu. Ni kwa neema ya Mungu. Nataka niseme tena, ni kwa neema ya Mungu. Sio kwa nguvu zako, sio kwa maarifa ulionayo, sio kwa hekima ulionayo, ni kwa neema ya Mungu. Ukijaribu kujipimisha utagundua kuna wenzako ambao wako bora sana kuliko wewe. Lakini mbona wao hawapo kwenye nafasi ambayo uko nayo? Na ndipo utakapogundua kwamba ni neema ya Mungu imekufikisha hapo ulipo. Kwa nini naongea habari ya neema? Naongea kwa sababu Mungu huwapinga wajikuzao, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Kwa hiyo nataka nikuambie kwamba kuna namna ambavyo upo ili Mungu azidi kukukweza, ili Mungu azidi kukuinua zaidi, ili Mungu azidi kukubariki zaidi. Unapaswa kutambua kwamba unyenyekevu ndio silaha kubwa kwenye maisha yako. Unajua, mtu unaweza usiwe na sifa kwa kuongea, lakini ndani ya moyo wako unajihesabia kana kwamba wewe ni bora sana. Unajua, moyo una ugonjwa wa kufisha. Moyo hujivuna. Unaweza kuwa unajivuna ndani kwa ndani. Unawaza, mimi bwana, elimu yangu bwana, kwa sababu mimi nimesoma bwana. Kwa sababu mimi nimesoma bwana. Kwa sababu mimi bwana, mimi sikuzembea, sikufanya makosa nikiwa darasani bwana. Sikufanya makosa nikiwa shuleni bwana. Nataka nikuambie nini? Nafasi hiyo ambayo uko nayo, kuna mtu mwingine hajaweza kuipata. Nataka ndani ya moyo wako uondoe kile kiburi. Uondoe ile hali ya kujivuna. Uondoe ile hali ya kujisifu na kujiona kwamba ni bora zaidi. Kwa nini? Nataka uingiliwe na roho ya unyenyekevu. Ili nini? Mungu azidi kukukweza. Ili Mungu azidi kukuinua. Huku ukitambua kwamba ni kwa neema ya Mungu umefika hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ukisoma kitabu kile cha Waefeso, ile sura ya 3, mstari ule wa 7, imeandikwa hivi: Injili hiyo ambayo nalifanywa mhudumu wake, kwa kadiri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa, kwa kadiri ya utendaji wa uweza wake. Ukisoma Waefeso ile mstari wa 8, inasema mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Huyu bwana Paulo anawaambia Waefeso, mimi ni kwa neema ya Mungu. Ni neema, nilipewa neema kuwahubiri. Nataka niongee na wewe mhubiri, kiongozi wa dini, askofu mkuu, nabii mkuu. Unaweza kujiita majina, unaweza kujiita. Nataka nikuambie, hayo majina hayana maana yoyote. Nataka ujue ndani ya moyo wako ni kwa neema ya Mungu. Umepewa kwa neema. Kwa kifupi, hukustahili. Narudia tena, wala hukustahili, lakini kwa neema ya Mungu tu umepewa. Hiyo huduma uliopewa, hiyo karama uliopewa, hicho kipawa ulichopewa, ni kwa neema umepewa. Kwa hiyo natamani nikuambie, hicho kiburi, hata uwezo, vyote ulivyo navyo, niliongea kipindi kilichopita, vyote ulivyo navyo, nafasi ulionayo, ndoa ulionayo, vyote, chochote ulichonacho, nataka ujue ndani ya moyo wako, nataka ndani ya moyo wako sauti hiyo ianze kuongea kwamba nimepewa kwa neema. Nimepewa kwa neema. Itakusaidia sana unapoanza kuishi maisha ya unyenyekevu. Nyenyekea hata kwenye kiwango kikubwa ambacho Mungu amekupa.
kiwango cha huduma ambacho umepewa, tunasema mafuta, upako Mungu aliokupa, endelea kunyenyekea zaidi, ukijua kwamba hata huo upako uliopewa ni kwa neema. Umepewa, ni neema ya Mungu imekupa. Kwa hiyo tunakuwa na tatizo fulani ndani la kujihisi kwamba wewe umekuwa bora sana. Elimu ulionayo, akili ulionayo uliitumia vizuri, labda urembo ulionao, unajihisi kana kwamba ni nguvu zangu, ni akili zangu, ni juhudi zangu. Unajua mimi nina juhudi sana. Nisikize nikwambie, ukisoma ile Matendo ya Mitume utaona kitu cha ajabu sana. Matendo ya Mitume inaeleza wazi kwamba Stefano alikuwa na neema na uwezo, akafanya ishara na miujiza mbele ya watu. Hata hizo ishara unazofanya, hiyo miujiza unayofanya, ni kwa neema tu bado. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo unaweza ukaepuka neema ya Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana Paulo anaeleza wazi kabisa, na nilikueleza kwamba unaweza ukamwombea ndugu yako. Kuna mtu unatamani Mungu ambadilishe, lakini umekuwa unamwombea sana, lakini habadiliki, bado amedumu katika hali alionayo. Lakini Paulo akamchagua Sila, akaondoka akiombewa na wale ndugu apewe neema ya Bwana. Hiyo ni Matendo ya Mitume sura ya 15 ule mstari wa 40. Tunajifunza kwamba kumbe unaweza ukaombewa neema ya Bwana. Unaweza ukamwombea huyo mtu, Mungu ampe neema, na neema ya Mungu itambadilisha huyo mtu, itamsaidia. Umuhimu wa maombi ya neema kwenye maisha ni jambo zuri sana, ni jambo zuri, ni jambo bora, ni jambo jema sana kumwombea mtu neema, kumwombea mtu neema, kumwombea mtu neema. Unamwombea neema, neema ya Mungu kwenye maisha yake, neema ya Mungu, neema ya Mungu, neema ya Mungu. Utaona Matendo sura ya 14 ule mstari wa 26, na kutoka huko wakaabiri kwenda Antiokia. Huko ndiko walikoombewa neema ya Mungu kwa ile kazi waliokwisha kuitimiza. Unaona, waliombewa nini? Neema ya Mungu. Kwa hiyo unaweza kumwombea. Ukimwona huyo kiongozi wako wa kiroho anaanza kukengeuka, anaongea mambo ya ajabu, muombee neema ya Mungu, itamsaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Matendo sura ya 14 ule mstari wa 3, basi wakakaa huko wakati mwingi wakinena kwa ushujaa katika habari katika Bwana aliyelishuhudia neno la neema yake, akiwajalia ishara na maajabu yatendeke kwa mikono yao. Unaona? Kwa hiyo unaweza ukamwombea mtu neema ya Mungu. Unaomba neema ya Mungu juu ya mumeo, neema ya Mungu juu ya baba yako ambaye ni mlevi, ndugu yako ambaye ni muhuni, ni mwizi. Hapo ni kiwango kile cha mwisho, kwamba sasa umeomba maombi, unahisi mpaka unakata tamaa, unachoka. Tabia za huyo mtu ziko vile vile, hali yake ya kimaisha iko vile vile, unaanza kujihisi vibaya. Usijihisi vibaya. Huyo mtu anahitaji neema akumbukwe. Ukisoma Matendo ya Mitume ile sura ya 6 ule mstari wa 8, na Stefano akijaa neema na uwezo. Akijaa nini? Neema na uwezo. Alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Nini kilimsababisha Stefano afanye maajabu na ishara kubwa katika watu? Alikuwa amejaa neema na uwezo. Nataka nikusaidie kwenye maisha. Maombi na sadaka havitoshi bado. Kwenye maisha yako, maombi yako na sadaka unazotoa bado hazitoshi. Unahitaji na neema ya Mungu pia. Unahitaji na neema ya Mungu. Pale ambako unahisi kwamba unashindwa, kuna mambo yanakuzidi nguvu, mwambie Mungu akupe neema. Akupe neema. Akikupa neema utashangaa, atakuwezesha. Ni uwezo fulani wa kiungu, ni wema fulani wa kiungu,
ni zawadi unapewa ya kukusaidia kwenye mahitaji yako. Kwa hiyo unapoona kuna kitu kinakutatiza, kinakusumbua sana, anza kuomba maombi ya neema. Mwambie Mungu, naomba unipe neema. Nipe neema na mimi. Naomba unipe neema ya kitu fulani. Naomba nipate neema machoni pako. Naomba nipate neema fulani. Naomba nipate neema fulani. Utaona neema ya Mungu itaingia kwenye maisha yako, na lile jambo ambalo limekusumbua kwa miaka mingi, utaona linabadilika na kila kitu kinaanza kuwa vizuri sana. Nataka nikusaidie tena. Nafasi ulio nayo, kazi ulio nayo ni kwa neema. Hapo unapoishi ni kwa neema. Huo uwezo wa kuyashinda matatizo, huo uwezo wa kushinda dhambi, wa kushinda hicho ambacho unamuita mtu mwingine, huyu jamaa mbona ni mpumbavu, mbona anashindwa, hiyo kuweza kwako ni kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo kuna mtu unatamani abadilike, lakini ameshindwa kubadilika. Kitu gani kinaweza ikambadilisha? Ni neema ya Mungu inaweza ikambadilisha. Usitumie nguvu, usifanye ugomvi, usitumie nguvu sana. Anza kudai neema ya Mungu juu ya huyo mtu, na hakika yake maisha yake yataanza kubadilika. Akiipata neema ya Mungu kwenye maisha yake, atabadilika. Akiipata neema ya Mungu kwenye maisha yake, kila kitu kitaanza upya. Na hilo ndilo ambalo nimekuwa na kiu ya kukueleza sana. Ndoa yako inakusumbua sana, omba neema ya Mungu kwenye hiyo ndoa yako, na hiyo ndoa itaanza kuwa vizuri. Kuna kitu kinakusumbua sana, unahangaika sana, unahitaji neema ya Mungu. Kuna kitu unakitafuta sana, kuna jambo unashindana sana kulifanya, huwezi. Unapoona unaishiwa na unakosa namna ya kufanya, omba neema ya Mungu kwenye maisha yako, na hilo jambo utaliweza. Mungu akupe neema. Unayenisikia mahali popote, biashara umeanza mara kwa mara inakusumbua, leo nakuombea neema ya Mungu juu ya maisha yako. Upate neema juu ya hiyo biashara. Unatamani kusafiri, unatafuta visa kila wakati, na kuombea neema ya Mungu upate visa sasa. Naomba neema ya Mungu juu ya hiyo ndoa, mkeo humuelewi kabisa, na kuombea neema ya Mungu juu ya hiyo ndoa yako. Mumeo humuelewi kabisa, ninakuombea neema ya Mungu kwenye hiyo ndoa. Mahusiano yako yamekuwa magumu, na kuombea neema ya Mungu. Unatafuta kazi. Siku utakaposikia sauti hii, utakaposikia mahubiri haya, neema ya Mungu itakupata pale pale na kazi utapata. Umetafuta sana, kuna wengi uliwategemea wakusaidie, lakini hawajakusaidia. Unahitaji neema ya Mungu, na nimekuombea neema ya Mungu kwenye maisha yako itakusaidia kwenye mahitaji yako. Popote pale ulipo, kwenye engo yoyote ya dunia hii, mkoa wowote mahali ulipo, ninakuombea neema ya Mungu ikupate pale ulipo, kwenye huduma yako, kwenye kipawa na karama ulivyopewa. Neema ya Mungu ikusaidie sasa, upone na uwe hai tena. Lile jambo ambalo umeshindwa kuliacha, na kuombea neema ya Mungu ikusaidie katika jina la Yesu. Amen. I love you.